Soko la Feri ni moja kati ya maeneo yenye historia ndefu hapa kwetu Tanzania. Wakati wa ukoloni chini ya Wajerumani na baadaye Waingereza, eneo hili lilirasimishwa zaidi kama kitovu cha biashara ya mazao ya baharini. Hata hivyo, kwa miaka mingi sana biashara ilifanyika katika mazingira duni na ya kienyeji, chini ya mti na vibanda vya mbao, kama ilivyosimuliwa na mwenyekiti wa soko. Sasa hivi ya mwaka 2000 hapo nilipokuja, wakati ulikuwa kwamba ilikuwa inajulikana kama Ibanda Beach, kwamba huko ilikuwa sopo hapo, ilikuwa tu kuna kama hapa chini kulikuwa na kivupo kwa pande wa pili hapo, na kulikuwa kama kibanda tu, mfano wa historia yake hapo, kwamba pale walikuwa wanakuja pale kwa biashara za samaki. Sasa baadaye serikali iko ndio kwamba hawa watu watafutie, yani tuboreshe eneo vizuri zaidi wapate kupata kipato zaidi. Kwa hiyo kwa serikali ikasigeza eneo la hapa, ikataka kuanzisha ujenzi, lakini bahati nzuri wakatokea wafadhili wakasema na sisi swala hilo tuko tayari kuwasaidia serikali ya Tanzania. Watu wale wa Japan. Kwa hiyo Japani ikaomba kwamba itasaidia kujenga soko, lakini bila serikali isaidie mchango fulani katika upatikanaji wa soko. Kwa hiyo serikali ikatoa eneo, Japani ikafadhili fundi na mafundi. Kwa ndo kalijenga soko hiyo kwa mwaka 2000 mpaka 2002. Baada ya soko hivi basi watu karudisha, ndo kaza kusababisha vizimba. Sasa watu tukiangalia soko la muda mrefu, lakini wakati ile kulikiana kama Mbanda Beach, halikuwa kama soko la samaki Feri. Baada ya miaka miwili, yani 2002, soko hilo lilizinduliwa rasmi, huku kukiwa na lengo la kuboresha usafi, kutoa mazingira bora ya biashara na kupunguza upotevu wa mazao ya baharini. Hayo ndiyo yalikuwa malengo bwana. Mkapa akabadilisha mazingira soko la Feri. Wafanya biashara wa samaki wakapata miundombinu ya barafu ili kuhifadhi samaki wasiharibike baada ya kuvuliwa, vyumba vya baridi, cold rooms na maeneo maalum ya minada, jambo ambalo lilionekana kuwa msaada mkubwa kwa wafanyabiashara wa samaki. Utaratibu wa kufanya biashara katika soko hilo ukawekwa, sheria za kusimamia soko zikatungwa, viongozi wa kusimamia soko wakateuliwa na wengine kuchaguliwa. Na hapa mwenyekiti wa soko hilo anaeleza namna nzuri na utaratibu uliowekwa ili Mtanzania anayetamani kufanya biashara ya samaki katika soko hilo aje kufanya. Katika swala la vizimba, ili soko lina uongozi vile. Na uongozi, kuna uongozi ambao uko chini ya halmashauri ya jiji ambao ni serikali yenyewe, na kuna uongozi kama wa soko ambao tunaita ni bodi ya soko. Ili upate kizimba, maana yake lazima kwanza ungilikane kwamba ni mpaka biashara ukikweli, sio labda hata mtu apige kubahatisha tu. Pili, bodi wapenda kusajili ndio kama huni wa kwetu na tuweza kumsaidia vipi. Kwa kupitia bodi ya soko uwezekano kufanya vizimba unapata. Bodi na mwenyekiti wake na katibu wake. Lakini kwa sisi wote serikali maneno unakuta kama hatuna kutawala chukua kizimba afanye kazi. Lakini kupitia utawala wa soko, bodi ya soko unaweza kupata vizimba. Palipo na msongamano wa watu hapakosi changamoto, na kila kazi ni nyepesi kwa asihusika, ila ni ngumu kwa anayeifanya. Wakina mama wa sokoni hapo wanaeleza changamoto na ugumu wa kazi hiyo. Kwa jina naitwa Zainabu Ali Rogwa, mkazi wa Mbagala Mgeni Nani. Nashughulika na ununuzi wa madagaa pamoja na samaki kwenda kuuza huko mtaani. Changamoto tunazokutana nazo, muda mwingine samaki wanakuwa hakuna, kwa hiyo bei zinakuwa kali, dagaa wanatoka mpaka laki 200, 170. Haya, na changamoto nyingine, samaki hawafiki mnadani. Mnadani watakuja labda kapu 2. Wengine wanavamia walanguzi, kwa hiyo sisi tunanunua kwa bei juu kwa wale walanguzi. Na changamoto nyingine tunakutana nayo, hiyo imekuwa kero kwa watu wote hapa sokoni. Unanunua biashara, umeshatoa hela tayari, alafu ile biashara inachotwa. Anatokea mtu anachota, anaweka kwenye ndoo. Yaani hiyo inakuwa kama ni lazima. Leo hii Magogoni au Feri sio soko tu, bali ni kiungo maalum cha uchumi wa Dar es Salaam. Wafanya biashara wakubwa na wadogo hununua samaki kutokea sokoni hapo. Watu kutoka pande zote za jiji hukusanyika kuanzia saa 11 alfajiri kwa lengo la kununua samaki, dagaa, pweza, ngisi na viumbe mbalimbali vya baharini na kwenda kuuza mtaani kwa lengo la kuendesha familia zao. Biashara ya samaki ni biashara ya kupanda na kushuka. Yaani haina guarantee maalum
Kuna muda samaki anakuwa mwingi, muda mwingine samaki anakuwa adimu yani. Kama unavyoona hapa sasa hivi. Hapa inamaanisha kwamba samaki kazama. Wanakuja watu wa aina mbalimbali wanataka kitoweo, lakini kama unavyoona pale mnadani hakuna samaki. Huwezi ukaita soko la samaki kama hakuna mvua samaki. Huyu ndiye mtu muhimu sana katika soko hili. Yeye atachukua nyavu zake kisha anaingia ndani mashua yake na kutokomea baharini. Akirudi ni sherehe au huzuni. Uzuri wa baharini kulivyo, samaki unafuatana, lakini samaki kama unapoenda kuvua na nyavu, wanamvua samaki wa aina yote ambayo utamkuta kwenye nyavu. La vile vile samaki huwa wana matabaka ya kuvua. Kuna nyavu za kutega zinaitwa jarife. Hizo zinanasa samaki wakubwa tu. Alafu kuna nyavu za kawaida ambazo ni nyavu za kuvulia dagaa. Zile nyavu za kuvulia dagaa zinavua samaki aina zote, mradi tu amepitiwa na ile nyavu. Kwa hiyo kuna samaki wa kwenda kuvua kama changu, mshipi, wanatumia tu kama. Kuna nyavu za kuvua papa, long line, mashine za kuzamisha, makila za kuja kuvua plonzi, kamba. Hizo ni nyavu ambayo matabaka ya samaki unategemea unataka kuvua nini. Lakini nyavu ya dagaa ni ambayo inavua samaki wa aina zote, ambaye atakuwa tu kwenye eneo husika la mtego wa nyavu. Kwa mfano, unakupa mfano, kuna samaki wanaitwa jodari. Samaki ni mtamu sana na ni wa bei. Jodari. Au kuna samaki wanaitwa zanuba. Wale samaki wanakula dagaa. Sasa wale samaki wanavyokula dagaa, wale samaki wengine wanaowinda samaki wenzao wa saizi zao kama vile papa, utakuta wanafukuzia majodari, kwa sababu wale wanakuwa wanawafuata dagaa. Kwa hiyo dagaa wanavyokuwepo ilinawakusanya aina nyingi za samaki. Alafu kuna samaki wanaishi mwambani, ambao nazungumzia kuna mawe chini huko ya bahari, ambao wanaishi samaki kama chewa, pono, wachangu. Saif, mfanyabiashara wa kuchambua nyavu za wavuvi, anasema kwake huwa ni huzuni kubwa wavuvi wakirudi bila samaki. Saif akizungumza ugumu wa kazi pindi samaki wakiwa wachache. Yaani mimi hapa sokoni, mimi ni mchambua nyavu. Mimi kazi yangu mimi ni kuchambua nyavu. Yaani nyavu unaichambua, unagawanisha kati ya jiwe na boya kama ninapopanga. Kwa mfano ile hapa si boya. Ndiyo. Unachukua na ile hapa jiwe unapanga ili kusudi wavuvi waende wakavue samaki kule bahari. Kwa hiyo unapokuwa unapanga, kwanza unatenganisha. Ili yeye anapofika pale baharini anatupa jiwe, anatupa na boya. Hili jiwe ndio linapeleka nyavu wapi? Basini. Hili boya linafika linasimama maji kati, kusudi kutengeneza wavu vizuri, kusudi samaki wafanyeje? Washikwe. Mimi kazi huu ni mwaka wa 4. Mimi nimetoka Kigoma. Mimi ni Muha. Nimetoka Kigoma kuja Dar es Salaam kwa niaba ya kazi ya uvuvi. Na hapo unavyoniona, hapa ujue mimi nalipwa. Kwa mfano kama uwavu nalipwa shilingi 7,000. Ila vinategemeana na mvuvi anavyokuwa amekuja. Kuna wakati unaweza kulipwa 5,000 kulingana na mapato. Kuna wakati unaweza kulipwa 7,000 mpaka 10,000 kama endapo mvuvi amekuja amevua vizuri. Kwa hiyo mimi hapa, mimi ni kama mfanyakazi, sema tu mimi sina suti. Ni kama mfanyakazi wengine wanapolipa. Kwa sababu unaona mvuvi akishatoka baharini yeye anapumzika. Kwa sisi ndo tunafanya kazi ya kumwandalia mazingira mvuvi ili kusudi arudi wapi? Baharini. Kwa hiyo hapo afodi kichambua mnyavu 4 nalipo 20,000. Sema tu kwa kuwa sivai suti kwa sababu nguo zangu zina. Na kwa siku unaweza ukachambua hizi nyavu ngapi? Hizi kwa siku unaweza kachambua hata 5 ikiwa vizuri mpaka 6. Yaani kazi, changamoto kubwa ni wakati ambapo samaki wanapokuwa hawapatikani. Kwa mfano mvuvi hawezi akaja amevua shilingi 20,000 akatarajia yeye akulipe ile pesa ambayo amekuwa anakulipa kila siku. Kwa mfano kama kipindi hiki ni kipindi ambacho samaki hawapatikani kwa wingi. Kwa hiyo inabidi ulipwe kadiri ambao mvuvi alizozipata. Akivua 20,000 aweze kukupa hiyo shilingi 20,000 kwa sababu yeye mvuvi ana fungu la mashine, anatakiwa anunue mafuta, yeye mwenyewe ajikizi na familia yake, kwa anakukadiria. Ila mapato pale anapokuwa amechanganya kidogo, ikazi inakuwa ni rafiki kabisa. Yaani kwa siku nimewahi kupata shilingi 5,000 kwa nyavu 6 sawa sana 30,000. Kwa sababu mvuvi kaja aelewi, na ukiangalia hiyo huga na kulipa vizuri. Unajua kila kazi mheshimiwa ina changamoto yake. Yaani asubuhi mpaka jioni unaondoka na 5,000. Na 5,000. Na siku ambayo umewahi kupiga hela nyingi? Kuna siku napiga mimi mpaka zaidi ya 40,000. Pasa 50 akija kwa vizuri. Moja kati ya makosa makubwa katika uvuvi wa samaki baharini ni matumizi ya mabomu na sumu, hali inayopelekea kuua kabisa mazalia ya samaki. Mwenyekiti wa soko anaeleza. Ni kweli matumizi ya uvuvi haramu ni kwepo. Hizo za baruti, hizo za makokoro, hata sumu. Watumia kitu kama hizo.
lakini serikali inajitahidi sana kupambana na swala hilo uvuvi haramu, especially kutumia baruti, kuagiza mpaka Wizara ya Mambo ya Ndani kwenye doria. Kwa kweli tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi hali ya baruti au samaki wa baruti wametoweka miche, lakini hapo nyuma kweli ile swala ilikuwa ni niseme kama ilikuwa ni kala kawaida, watu wameshazoea. Na tunajua athari za baruti kwamba zinaharibu mazingira baharini, inaua mazalio ya samaki, inaua samaki wachanga na samaki yani ukipiga baruti mara yako unataka samaki wote. Kabla samaki utamwacha kama mazalia bwana mtotoweka. Kwa ujumla, sokoni hapo watu hufanya kazi kwa kutegemeana. Wapo wavuvi, mvuvi haendi baharini bila nyavu. Nyavu huandaliwa na watu wengine kabisa ambao hujipatia kipato sokoni hapo. Mfanyabiashara anamtegemea mvuvi, alikadhalika pia mvuvi anamtegemea mfanyabiashara. Mbali na uuzaji na ununuzi wa mazao ya baharini, magogoni au feri pia imekuwa ni sehemu ya utalii, ambapo watu mbalimbali pamoja na wageni kutoka nje hufika eneo hilo kujionea maisha ya wavuvi. Aina mbalimbali za samaki, kwani kuna samaki ambao wewe ukikutana naye unaweza kumkimbia ukijua ni nyoka. Pia soko hili limekuwa ni kitovu cha ajira kwa Watanzania wenye nia ya kufanya kazi eneo hilo. Wavuvi na wafanyabiashara wa soko hilo wanatoa wito kwa vijana na watu wote wenye nguvu kujituma na kuwa na malengo katika kazi wanazozifanya ili kufikia mipango. Kwa kweli changamoto za kimaisha tunapitia watu wengi sana. Tafuta kwanza, jitume wewe mwenyewe. Hata mtu aliyesoma kuna mawili, unakupata kazi, kutokupata au usipate kazi, lakini jikontrol wewe mwenyewe kwanza wewe mwenyewe jikontrol, pambana na wewe utapata. Au sikaa hivi ukasema mimi nitapata. Sawa, hivyo sio kweli. Kikubwa watu wapambane, kila kazi na changamoto. Huwezi kufanya kazi kila siku ukawa unapata bila kupitia changamoto, na kama unapata basi ujue changamoto inakuja mbele. Hili ndilo soko la samaki Feri Magogoni, Dar es Salaam, kitovu cha samaki jijini. Unakaribishwa kutembelea ili kujionea yanayofanyika sokoni hapo. Makala hii imeandaliwa na Richard Bakana na kusomwa nami Emmanuel Mwai. Shukrani kwa kameramani Maina Olton, Fadhili Kijanjali na Kathleen, na pongezi kubwa kwa producer wa makala hii Mohamed Mvumbago. Asante na kwaheri.